kumfuata Yesu, kwa sababu Biblia inasema sisi ni kichwa, si ndio? Kama Kristo alipokuwa kichwa cha nini? Cha kanisa. Sisi ni kichwa cha familia. Kwa tunapokuwa vichwa vya familia, cha kwanza lazima roho hajae mwingi, lazima tukae katika mfumo vizuri, mfumo utukubali. Changamoto ya sisi vijana wengi, hatupo kwenye mfumo wa kimungu, tupo kwenye mfumo wa vijana wanakuaje, vijana maji ya moto, vijana hivi. Tukae kwenye mfumo wa pendo wangu, tudumu hapa katika mfumo katika jina la Yesu. Kama ni maombi tuombe sana, kama kusoma neno tusome sana, kwa sababu moja ya kitu Mungu anakubali ya kwamba mwanaume anaposimama kwenye familia, cha kwanza ni kiongozi wa mwanamke, kiongozi wa familia yake, alafu yeye anakuwa kama baba ambaye ni Yesu mwenyewe. Akitembea hivi anasema, wanangu, Yesu yupo jamani, ndugu yangu, Yesu yupo. Sasa baba mwenyewe akiwa legelege, ndio maana mabinti wanakimbia. Wewe hata roho nyanya, biashara ufanye, eti mpendo haufanyi, maisha yamefanya yamekupiga. Unahisi kuja kila siku kanisani na kutoka utakusaidia? No. Kuja kila siku kanisani na kutoka alafu usiongezeke, wewe haupo kwenye mfumo, upo kwenye mfumo wa adui. Ukitaka ujue upo kwenye mfumo, cha kwanza ni lazima uongezeke hatua moja kwenda hatua. Sasa kama unakuja kila siku kanisani, tunakuona unakuja kila siku kanisani na uongezeke, baba basi mimi nakuomba tu baba. Yaani ukiona kijana wenzangu kama hapa, tumekubaliana leo ya kwamba ukiona baba haongezeki, baba kikao. Inaelekea kikao. Kwa sababu kwa nini? Mbona tunakuona unaomba? Mbona tunakuona unasali? Kuna jambo, kuna tatizo, yaani kuna sehemu something wrong. Lazima unakuta na mabinti karibia wangapi huko hivi. Sasa mfumo unakuwa umeshamtema tayari. Dada zangu wazuri, Yesu anatamani kupata wanawake ambao wana uwezo wa kuomba vizuri, wana uwezo wa kulia vizuri, wana uwezo wa kumtafuta Mungu vizuri. Sasa inatakiwa kujitambua sisi kama wadada, kujitambua sisi kama wamama, ya kwamba tunayo nafasi kwenye kanisa na taifa, tunayo nafasi kwenye kizazi. Mungu anaangalia, shetani ni mjanja, anatuingilia kwenye maisha yetu, anatufanya masikio yetu yasikie vingine vya dunia, inaacha kusikia mambo ya kimungu. Mwisho wa siku tunajiingiza kwenye mikakati mibaya ya adui, ambayo inakuja baadaye inatupotezea maisha, inatupotezea fikra. Mwisho wa siku tunaingia mpaka muda mwingine tunatamani hata kujiua, tunatamani hata kujinyonga. Ni kwa sababu tumeingia tayari kukubaliana na mfumo wa adui. Sikiliza, turudi leo katika mfumo wa Kristo, ili kizazi chetu kipone, ili taifa letu lipone. Tulie kwa Bwana, tumtolee Bwana yeye ambaye anasema ya kwamba wako wapi wanawake wanaojua kulia, wanawake wanaojua kuomboleza, walie kwa ajili ya mabinti, walie kwa ajili ya vijana, ili wasipotee. Biblia imeniambia wazi, mfumo umekubaliana wazi ya kwamba wakiwepo wanawake wanaojua kulia, kanisa litapona. Wakiwepo vijana wanaojua kuomba, kanisa litapona. Wapo wapi? Usiseme sijui mimi sio wa kuomba. No! Biblia haijasema hivyo. Imesemaje? Imesema lazima tuombe bila kukoma katika jina la Yesu. Mimi hapa siwezi sijui kufanya hivi. No! Haijasema. Biblia inasema msiache kukusanyika kila itwapo leo, mkionyana, kufundishana. Biblia inasema hivi, chuma unoa chuma. Mimi siwezi kwenda kanisani leo. Wewe kesho nitaenda. No! Biblia inasema msiache. Leo wanaenda tu watu fulani leo. Kama hivi nani katibu wangu alisemaje? Anasema sitegemei kuwaona wanawake hapa. Siku gani ya Jumatano? Sasa wewe hujatoa mchango, alafu kabaki wapi? Nyumbani. Wewe umetoa mchango, mfumo haupo hivyo. Wewe umetoa mchango, hujatoa mchango. Umetoa mchango, nenda. Unaona hapa pamebaki na ibada, mtoa kwenye ibada. Sasa unashindwa kuja kwenye ibada. Alisema kwamba tusiende. Sasa wewe